Padri. Naam mwanangu. Mimi padri nimekuja hapa kutubu dhambi zangu kwa kweli. Karibu sana. Nina machule mengi kama binadamu. Naelewa. Na mengi najua kwamba nakosea vitu vingine vinatokea tu. Padri, naungama mbele yako kwa kweli. Amina. Naungama mbele yako, naungama mbele ya Mungu. Zifuatazo ni dhambi zangu ambazo nimefanya mimi kama choga. Bwana Mungu wetu akuongoze. Padri, kwanza mbinguni ni wapi? Mbinguni ni mahala patakatifu. Mahala ndio chimbuko la malaika na viumbe wote waliumbwa na Mungu. Padri, mimi nisha kumwambia mamsi anye mbingu kwa kweli. Pole sana. Ulimwambiaje? Yaani ulimwambia katika mazingira gani? Nataka sasa najiuliza kila siku, Mungu atanisamehe kweli kama mimi ni kiumbe wake aliyeniumba na mimi pia namuamuru kiumbe mwenzangu aende akanye. Yaani mimi fasa naona dalili zote. Yaani nikikaa hivi mwenyewe ningekaa nikitulia hivi. Hiyo siku ndio parapanda hapo inapiga hapo yenyewe ni gani? Wala hata sikimbii, watu watakimbia sio watakuwa watasaga meno, mimi hata nitakuwa najua tu kwamba hapa yenyewe hapa ni gani. Wala hata si yani mimi nitakuwa tu nimekaa tu pale nasubiria tu baba na hapa yenyewe hapa fiada yenyewe ni gani? Sababu padri, hivi padri umeshakukanyaga moto bahati mbaya? Moto ule mkao umekanyaga bahati mbaya, labda ulijua majivu, moto umezima umekanyaga bahati mbaya una vile unavuruka ruka. Sasa uko motoni Pigi, vipi? Mbona kama kuna kivuli kimepita pale shwa? Mpaka siku ya mwisho tunafunga shule, temu inaisha mwezi wa 6 hapa Nyongwe. Napiga msuli na nitawashangaza hapa. Bamnyongo, ni msuli kama kinaweza Newton. Kuna swali hapa. Causes of soil erosion. Namba 1 ni mvua. Namba 2 ni kulimalima kando kando ya maji, si vitu kama hivyo yenyewe ni gani? Majibu kwa Kiingereza Bigi najua human activities. Sasa kuielezea hiyo human activities kwa Kiingereza. Bigi geography nitarudia baadaye. Mchanganya. Halo Helena, lile beberu bora, chinja na ondoa figo nini. Halo Helena, lile beberu bora, chinja. Halo Helena, chinja lile Halo Helena, chinja. Kuna series mbili nyingine imeteka akili yangu. Series moja inaitwa Mpini, nyingine inaitwa Single Kiasi. Sasa hii Single Kiasi inahusu mamamsi watatu. Mamsi mmoja anapiga kazi, mamsi mmoja corporate. Mamsi mwingine yupo tu nyumbani anajitafuta pale nyumbani. Huyu mamsi mwingine ni yule mamsi ambaye anamshemisha na penda mashuga daddy hapo yenyewe ni gani. Sasa mamsi wote cha ajabu wanatafuta namna ya kuweza kusettle katika relationship zao. Sasa kila relationship wanayoingia Mnyongwe hawakai. Hii Single Kiasi wana implement tarehe 16 mwezi wa 5. Zinaonyeshwa pale DStv. Channel namba 160. Mnyongwe nimekariri hadi channel. Hii Mpini ni series moja na muhusu mamsi fulani anaitwa Ndoni Themba. Huyu Ndoni Themba hapa Mnyongwe amejaa visasi. Hii Mpini inaonyesha kila Alhamis na Ijumaa pale Maisha Magic Bongo saa 3 usiku. Baba, niko rada na kariri hivyo vitu. Tuje kwenye pepa sasa. Ulikula nini hapa kabla hujaja prepo? Viazi vitamu, miogo na kabichi. Mwenzako Isaac Newton alikuwa anakula mara moja, alikuwa anaelewa kwa nini anakula mara moja. Wewe unatindiga viazi. Kesho asubuhi kunapikwa uji. Uji tu ukikaa vibaya unashangaa umetafuna muhindi. Yaani ni uji ambao mpisha angesinzia kidogo ulikuwa unakunywa ugali. Kwa nini usikaire movie? Mchana ni ugali. Maharage. Hiyo nyogo. Ni unakula kitu kile lakini katika formation tofauti. Kwa nini usione watu wanapita pita? Sasa utaenda kufananisha na wanafunzi wengine. Breakfast tu awali sana, lakini unakula vitu muhimu. Kamkate kadogo, kasoseji fulani kadogo. Wewe hauli. Wewe unatindiga vitu. Yaani wewe itabidi ushibe. English please. Na mama Kiswahili cha nini? Unaongea na
Choga hapa chalia Arusha. Naitwa nani? Choga chalia Arusha. Karibu nikodumie Choga. Asante sana la mama. Sasa la mama, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi unajua kampuni ya Fin? Kampuni ya nini? Fin. Sim. Fin. Sini. Fikia Finance. Fin. Hapana. Sawa la mama. Sasa wewe si una chuma yako, si una ringa yako moja hapo ambayo yenyewe hapo imekaa rada. Kwamba? Una chuma yako ringa yako moja hapo ambayo yenyewe hapo imekaa rada. Mimi najua hapo la mama utakuwa na vitu vingi vya kununua, una biashara za hapa na pale. Sasa wale Fin wao wanatoa mkopo la mama kwa kupitia gari ya kadi ya gari, wanakupa mkopo, unakuwa unakaa rada. Sawa, kwa sasa unatupigia simu kwa changamoto gani Choga? Changamoto ni kwamba mama wengi, mama msiwe kama nyie Piru, yani mnakuwa mna machule mengi. Sasa mimi natafuta namna kuweza kuwasaidia na kuunganisha na hiyo Fin ili muweze kupata mkopo chapu kwa haraka. Ndio changamoto yangu kubwa. Naumia sana moyo kwa kweli la mama. Basi lizingatie hilo swala la mama, utakuja kunishukuru baadaye. Sawa, naomba nikutakie siku njema, endelea kufanya Choga. Na wewe pia la mama. La mama ni Piru hapa umekara. Okay, so kuna some little investments nataka nikague hapa. So would you dare give me 5 minutes? Okay boss. Okay, cool. No problem. Choga, tufanye haraka. So hapa na ratiba na balozi pale airport. Nataka nikamfuate. Gari ziko nyingi, kuna mpaka kule mbele, yani ni msururu. Hii ni gari. So bibi Hokai. Mbona leo hivi? Hii leo nini? Mimi najua ni Baby Hoka. Okay, sawa. Gari nyingine imekuwa na hela mingi wa mnyongo. Macha kague gari vizuri. This type of vehicle ulikuwa unataka milioni 6. Wewe kague tu vizuri hapo, angalia. Shillings au Uganda shillings. Mbona leo? Hiyo ni alama nimeweka hapo. Hiyo ni milioni 6 ile kule nyingine. Choga, kwa makini na uchali yako. Chukua fungua kwenye gari, feel free wa mnyongo de. Unaweza kafa kama mfukoni ikajifiatua ikakuchoma kutoa tumbo hii. So ulikuwa unataka milioni 6 kwa gari moja. Chukua hii milioni 6, unipokopesha milioni 6, ile nyingine pale unikopesha milioni 6. Mimi nitakupa mkopo zote mbili. Mimi ni nani nibishane na utukufu? So mimi nitakupa 800k cash zote mbili. Haina shida meko, 800k. Unajua the cars that I'm driving, mimi naendesha magari makubwa. Gari ambazo napanda. Sasa hii gari tangu nimekaa hapa, usiona watu walivyokaa hapa. Mgongo Choga. I can't sit in this car, big man like me, nimenungunia hivi. Gari ambayo mimi napanda situmbukii Choga. Mbona hapa nimetumbukia? Lakini gari yangu nashika juu, napanda kwenye gari. Riba yangu mimi sio kubwa sana. You just give me 80%. Na mkataba wetu mimi na wewe itakuwa ni mwezi mmoja. Pleasure doing business with you gentlemen. Thank you very much. Yaani sijaelewa, lakini anataka kuchukua matairi. Yaani kwamba akupe laki 8 chuma hii na chuma ile kule. Ile interest anachokiongea ina maana ni riba. Umpe 80% ya laki 8 kama laki 6. Gari zangu Baby Hoka. Mimi ungeniambia tangu mwanzo kama unataka mkopo, ningekupeleka Fin. Fin ni kampuni inayojihusisha na masuala mazima ya kutoa mikopo. Fin wanachotaka wao ni kadi ya gari. Wanasaminisha gari yako, bwana gari imekaa Piru ni ya kwako. Umeona hiyo milioni 6, Fin wangekupa zote mbili dakika 0. Tena Fin wangekupa gari zote mbili milioni 12 wanakupa. Kwa 800k ni laki 8. Nyongo. Hivi umekuwa na akili kweli wewe? Gari zako unabaki nazo, unapiga mbishe zako, unawapa tu kadi. Wewe unakuwa unapeleka pale kidogo, riba zao ni nafuu. Sio kama riba za Meko Banyongo 80%. Sasa bora tuende huko Fin. So nakumbuka kipengele shule sisi tulikuwa tunasoma. Kuna zile point ambazo zilikuwa zinaingia kwenye kila topic. Cheap labor, low wages, low education. Asa ule cheap labor Banyongo ndio wewe. Mungu wangu, Muumba wangu. Tazama hapa mbele yako kuna mtihani huu. Kama ulivyowatuma mitume wako na walipita katika mitihani mikubwa na ulituambia jibu ni wewe. Sinaomba Mungu wangu nijalie leo nipate majibu kwa kweli. Bigi. Hii swali namba 3 linasema mgaga na upwa
hali wali mkavu. Elezea. Sasa mnyonge, mbona sisi tunagagaa sana? Sasa kuna tofauti gani kati ya kula wali mkavu na wali na kabichi? Yaani bado pia tunagagaa na huo upwa. Ili swali la 5 linasema chambua aina za viambishi kwenye neno wanalima. Lichambue, onesha aina za viambishi. Wa ni kiambishi awali, kiambishi cha nafsi. Na ni njeo, yani wakati. Lim ni mzizi wa neno. Mzizi uko wapi? Yani kinachoshikilia hilo neno lim. Lugha na mizizi tena. Bigi, niambie tajiri gani Bamnyongo? Ni tajiri gani unamjua wewe? Umwambia kwamba kuna viambishi hivi wakilishi, siku na njeo, kuna mizizi ya neno, si utumie. Tunaenda kutumia wapi Bigi hivi vitu? Mbona tuvioni? Yani future yangu naiona inameremeta Bamnyongo. Najiona kabisa na shati langu na kipara changu pale makumbusho na zuhura to. Babangu anavonipa usia wa Mnyongo. Ananiambia ukienda shule usome sana. Jitengenezea future yako, itakuwa future nzuri. Yeye yuko pale wa Mnyongo ndiye anahangaika na abiria. Anaenda ruti wa Mnyongo ndiye alipo 6,000. Anafara ananiambia eti akasoma petroleum. Ukimpigia tu Simba Mnyongo ndiye kumuomba tu 10,000. Atakupa usia. Ataanza kuambia 10,000 jua ni ngumu. Ukirudi nyumbani ili upunguze machule ya wewe msho wako, wewe mwambie aende pale Fin unatoa mkopo. Cha msingi uwe tu na kadi ya gari. Unawapelekea tu kadi ya gari yako unabaki nayo. Wanatoa pia bima na huduma nyingine. Wanatoa mkopo wanakupa mpaka milioni 100. Unalipa kuanzia miezi 6 mpaka miaka 2. Riba zao ni nafuu. Mnyonge, utajiri ni mgumu sana. Mtoto mzuri. Ni vile tu rafiki yangu kakuai, ila mimi nakutaka leo kesho. Yaani mimi nimeanza kukupenda kabla hata hujamaa. Mimi nakuelewa kinoma yani. Yaani ndio gani najisikiaga vibaya kwenye moyo wangu. Kwa hiyo una date na mtu wa ovyo ovyo kama huyo? Jamani. Mimi nakupenda serious. Rafiki yako kwa hiyo ovyo. Sasa mtu gani kichwa kimekaa upande vile kaka kinakata kona? Wewe tupendane bwana, sitakuwa siri yetu au utamwambia? Wewe unaambia wewe siri. Siri sana. Shemeji wewe jao wewe.